Rebecca na Joe, mbona unakaa kubaka hivyo? Hata leo sijakuona ukikujia lunch. What's up? Mambo ni mengi, Cynthia. Hebu nikuulize aje Cynthia? Anyway, before that, imagine jioni sasa naona ni 4:48. Inafika jioni nashindwa hata naenda wapi. Mbona si mimi najua you have a home, unaenda wapi tena? What's up? Tia home. Imagine unaenda unakuta mtu penye tu ulimwacha amelala. Mpaka saa hii jioni wewe utaenda kumtoa hapo. Ana kazi, ana nini? Kazi ni kulala tu kwa nyumba. Na nataka bado ni provide chakula na kila kitu. So mimi hata saa zingine afika jioni naona tu nikae tu hapa mpaka jioni tu niende kama nimelala. What happened? Sini alikuwa na job last time ukiniambia alikuwa na kazi. What happened? Yeah, alikuwa na kazi but sasa siliisha. Hataki kutafuta, anashindanga amelala kwa kiti. But mbona ugive up? Unajua times kwa marriage ni kusaidiana. Like time yeye hana uko nayo si like unamsaidia tu, una buy food, usigive up. Jua hata akiwa nayo si huwa na buy food. But mimi na feel kana neema inaisha. Unajua kuna hiyo neema Mungu anapeanga mtu a certain time but sasa inaisha kabisa. Hata ajaribu. Yeye akitoka hapo aende asalimia watu kwa estate arudi kwa nyumba. Jose. Sasa ngapi unalala? Yaani imekuwa sasa mimi nitakuwa natoka kazi naenda na kuacha ukiwa umelala. Jose. So mke hata uende ukatafute kazi shwali. Sasa tutaendelea hivi kuishi. Mimi niamkange naenda natafuta pesa naleta. Wewe ukiwa umelala. Sasa ni saa 2 bado umelala, umelalia kiti. Na sisiwe si mgonjwa, wewe si mlemavu, uko sawa Jose. Umelala. Sasa wagonjwa wako wote watafanya nini? Mimi sitakuwa naamka hapa naenda na kuacha umelala. So mke ndio utafuta kazi kama wanaume wale wengine. Watu wanaamka huku nje wanaenda na hustle, natafuta hata ya mjengo ya kujenga. Unalala? Mimi Rebecca, mimi kutafutia pesa nikuletee chakula ukule na nikuachie ingine ukule. Lakini sasa shida ilitokea wapi? Shida gani? Sisi kwenye nilikuwa na kazi ya ukua hivi. So tutaishi kwa ya kale, Rent tutaishi na ile ya Januari. Chakula tutaishi na ya Januari yenye ilikuwa kazi. Hakuna vitu zingine zimekuwa zikiendelea. Vitu zilisimama juu kazi yako ilisimama. Unipanguze hizo dirisha. Unajua siwezi fikia na unaniachianga hapa mimi nilikuja ningangane nipanguze. So you mean that the company laid most of the people up to top management? Not really. Some of us. But you are a manager, right? Yeah. All right. Okay. So home situation imeanza kukua worse. Sasa unaona nimefika mahali nimelemewa pia majukumu ya nyumbani. I know it's tough. Sure. You see, sometimes when such things happen, we only find comfort in the Lord. You remember when David, according to the Bible, when David was in distress, he found comfort in the Lord. And I wouldn't say that whatever you're going through is easy. No, it's not. But when it's strong, you know. And sometimes you might never understand why it happens that way, but everything happens for a reason. Wacha niseme hivi, everything that happens to you on this planet is not permanent.
You see, when we say we are going through, meaning that we are not stuck in there. You're just passing through. So you'll pass. Unajua pasi. I was even asking myself, mbona Mungu akubalie mimi of all the people? Kampuni mzima. Why me? You know, sometimes we tend to question God, but maybe niko kutojua. You remember wakati Ayubu alikuwa anapitia mapito, na mke wake alikuwa anamwambia tamlani Mungu, na anauliza ni kwa nini. So Ayubu akamuuliza, mbona tupende kupokea mazuri kutoka kwa Bwana na sio mabaya? You know, you never know. Maybe this door was closed for something better pale mbele. And you know that the Bible says that all things works for good for them that love God and are called for his purpose. You understand? So usikufe moyo. It's going to be well, okay? Thank you. So can we pray? Sure. Father, we thank you, we bless you today because Ingia. Sasa. Umeshinda. Nishinda tu hivyo unaniona. Karibu. So, anything? Good news? Washamkaribia nisikia. Good news kuhusu. Si kwenye umetoka leo? Nilikuwa tu nimeenda kusalimia rafiki yangu. Kusalimiana? Ngoja nikwambie, by the way, you are too lazy. Unajua you are too lazy. Mimi nafikiria ulienda kutafuta kazi, ulienda kusalimiana. Mbona siku hizi uko hivi? Aje? Si niko sawa? Since niache kazi ishe. Si mwenye nilikuwa najua kitambo wenye kwa kanisa yenye tunaenda. Unajua vitu ziwezi endelea kuwa sawa kama una kazi. Ama Biblia yenye mimi nasomaga ni tofauti na yako. Acha nikwambie. Hata umesifanya vizuri kuleta hiyo mambo ya Biblia. Biblia ndio inasema clearly, any man who does not provide for his family is worse than an unbeliever. Umeshika? Alafu hiyo Biblia ndio inasema mtu yote mwenye hataki kufanya kazi afanyi asikule. Lakini wewe hizo zote si unajua unafanya. Utaki kufanya kazi, utaki kufanya nini, lakini unataka kukula. Kuna kitu ya kukula nipa. Mwenye yote hataki kazi na afanyi astahili kukula. Basi nipe maji ya kunywa. Ama pia Biblia imekataza mtu kunywa maji. Sio, bado ni part of the food. Unakula maji ya nini? Hakuna. Mimi nienda nipumzike. Unapumzika ni kazi gani umefanya? Kusalimia watu ndio inakuchokesha? Kwani leo uendi kazi? Leo siendi. Unajua pia ni Saturday. Unajipoda ukienda. By the way, pastor anaingia any minute. Si uende ubadilishe? Pastor? Yeah. Mchungaji anaingia tu saizi tu. So, ningependa uende ubadilishe please. Usinukie mchungaji jasho. Please nakuomba. Pastor anakuja na huko umeniambia? Kwani ni lazima nikwambie? Si huko ni kwetu. That's a divine visitation. Please. Hata ifai kudiscussiwa hivyo, tunafaa tu tumuone amefika. Ni vile tu nimekwambia kwa heshima, ndio nakwambia enda vaa kwa heshima. Vaa koti, vaa shati. Sawa? Because anaingia in your minute. Kindly.
tusianze mabishano. Today I'm in a good mood. The servant of God is visiting this house. Uko sawa? Uvai? Sawa. Holy Ghost of God, please, I just need you this time. Please, utanitandulia vitambaa. Buka vizuri kama mtu. Kazi tu kukaa vizuri. Sasa una pasta amefika kujienda kubadilisha. So unaenda wapi? Rudi ukae. Kaa. Kazi jipanguze jasho. Yes! Man of God! Welcome, man of God. Thank you so much. Welcome. Asante. Man of God, sorry. Thank you. Okay. Hello. You're good? Hey. Sister Rebecca. Yes, man of God. Hey. Oracle of all the nations. Just like that, please. Hey. Please, Man just, of God. just like that. Apostles of all the nations. It is well. It is well. The slayer of demons. God, Hey. it is okay. It is okay, my sister. Hey. It is well. Welcome home. I'm Katito Favara. Karibu sana. Thank you so much. Thank you. Yeah. I hope hujagoja sana mtumishi. Nashukuru niko salama. Karibu sana. Safari imekuwa ndefu. Niko mzuri. Hey. Sit well. Mko salama? Sisi tuko salama. It's really good to see you. Tunashukuru Bwana kwa vile amekuwa pamoja na sisi. Okay. We are so grateful. Wonderful. Brother Joseph, how are you doing? I know last time tulikuwa tumeongea and I know your things were a bit tight, but I hope you're doing fine. Yes, sir. Yeah, Pastor. I'm so happy to see you people doing well in the Lord. Yes, Pastor. Mtumishi, mimi nimekuwa salama na nyumba yangu and I thank the Lord for how he has been faithful. And I want to remind you, Pastor, maybe you had forgotten the anointing oil that you give me. Wonderful. It has been working wonders on my life. We bless the Lord. I as a personal. Unajua nimekuwa hata nikipaka kila mahali kwa ofisi. Oh, really? And by the way, Pastor, I was promoted after using the anointing oil. I bless the Lord so much. Wonderful. For you. That is the doing of the Lord. Amen. We bless him. Amen. And as I have been telling you, Pastor, they have been using that anointing oil. Imagine my husband has been jobless for the last 3 months, Pastor. I know. I told him to use the anointing oil. He refused. And you see now his life? Nothing to show forth. Nothing, Pastor. Anyway, Pastor, please forgive my manners. Ningekuwa nimekuletea chai. No. Just, that won't be necessary. No, Pastor. Uwezi kuja kwa nyumba yangu utoke hivyo. Please, 1 minute, Pastor. Joseph. Yes, sir, Pastor. How are you doing? I'm good. How are you holding up? Mungu anasaidia. Ndio last time I remember kazi ilikuwa imestop kidogo. I know it's tough. But God is faithful. Yeah, God is faithful. Bado namngojea. Yes, at least you have your wife anakushikilia the moment. God will come through for you. You know that. Yeah. So you know wewe unamtegemea tu, he will come. Oh. Yeah. Welcome, Pastor. You know Joseph. So, Pastor, as I was telling you, the Lord has been so faithful to me since I started using the anointing. Amekuwa mwaminifu kwa hii nyumba, amenisaidia kuzidi in case, Pastor, you need more. Iko hapo. Thank you. Yeah, karibu sana. It is blessed. In Jesus' name. Please. Joseph? Si ulikula jana? It's not about the stomach, Joseph. It's about sowing the seed to the man of God. Please behave. It's not today. Sasa ni fast by force huku kwa hii nyumba, si ndio? Please. By the 1 minute, Pastor. Sorry about that. Sorry.
Juu sasa sina kazi, mimi si mtu kwa hii nyumba. Si ndio? Wewe ngoja. Ngoja. It is well, brother Joseph. It is well, hivi ndio mnawafunza kwa kanisa. Si ndio? Please Joseph, not today, please. Behave. The man of God is Today around. kwa sababu the man of God ako kwa nyumba. Please. Just, I'm so sorry for that. So sorry. It's Servant okay. of God. Pastor. So this is the... No, my sister, please, just rise up. Please, Mama. It's okay, Pastor. Papa Now, Rabi. Pastor, before I rise up, hapa kuna 30,000, my first salary. I'm dedicating it as a first fruit. And also, Pastor, nilikuwa nimechukua kwa chama 50,000. So total ni 80,000. 80,000 na tume na nyumba tu. Rise up, please. Miezi 3 hatujalipa nyumba hapa hivi. Have a seat. Landlord amekuja huku hivi anataka kufunga nyumba kwa sababu na uko na pesa kwa hii nyumba wewe. Surely, Joseph, behave for the sake of the... Behave nini? Yando amekuwa ama ni mimi? This is my house. This is my house. Ni vizuri atu umeleta hiyo pasta kiwa. Yes. Acha nikuambie. Haiwezi kuwa kwa sababu Hana sijakuwa kazi miezi 3 ndio sasa unaweza nifanyia kila kitu kenye unataka. Hana kazi, anashindanga amelala. The whole day. Sasa utafanya hivi. Watu wakiamka kwenda kutafuta Ni kazi, sawa. wewe unakuwa umelala. Na utafanya hivi. Pesa Ukienda hiyo yangu. kazi kesho, utoke mwenda na upasta mwenda mkafanyia kazi na huko nje. Umesikia? This is my house. Hawezi ni disrespect kwangu. You cannot do this to me. But it is Uko na my pesa? money. It is your money. Go and look for your work also. Fine. Senye pesa mimi nilikuwa napata, it was our money. Senye sasa hiyo ndio unapata, it is your money, si ndio? Ako so lazy pesa. Mpaka ya next month chukua upelekea pastor mwende mkapande kwa hiyo shamba ya kanisa. Ako so lazy. What are you telling Mpaka me? the Lazy anointing oil what? Yenye napewa na pasta inanisaidia uwezi. Nikunywe. Nikunywe. Hold on. Unafaa My kujipaka. brother Joseph. Brother Joseph. Ako so lazy, hataki kutafuta My kazi. sister, Mimi ndio Rebecca, nafanya kazi please. kwa This is hiyo what you nyumba. do to our wives. It is all right. Huko kwa kanisa mimi I amwanda know. wanakuja kwa kanisa kufanya nini? Sasa unashout Unaenda mbele ya kufanya pastor. nini kwa Joseph, kanisa? please, Hivi ndio keep unawafunza quiet. kwa kanisa? Sister Rebecca, have a seat. Brother Joseph, I understand what you're going through, and I know it's hard. But remember that we are all believers. We are born again. We are Is this what we call believing? Is this being born again? Sister Rebecca, Yes, pastor. So You know, sorry about that. umekuwa It will kanisani never kwa happen. muda mrefu, Yes. and you are a believer. I understand that your husband currently hafanyi kazi, but you know, Pastor hataki kutafuta, is so lazy. I understand. But I want I want to ask you something. Kwenye nilikuwa nafanya kazi, kwa nini huko unaniita hard working? Ukiniintroduce huko kwa marafiki zako. Brother Joseph, Ulienda kuambia pastor I'm so hard working mpaka na provide kwa nyumba like everything. Pastor But says for this- now, sina kazi, I'm so lazy. you see, we are believers. Sister Rebecca, you have to understand that God is the one who ordained marriage. And there is God, there is church, and there is also marriage. You have to understand, kanisa, wewe unakujanga kanisa kwa sababu unakuja kumwabudu Mungu. But you cannot put the church or your pastor before your marriage. You understand? The process of being a believer is a process. The Bible says what? Work out your salvation with fear and trembling. Why? For it is God who works in you to will and to act. Pastor, the same Bible has said, mwenye afanyi kazi asikule. Now I understand. You remember when we spoke over the phone? Nikakwambia you buy anointing oil. Then I prayed over it and I told you ujipake. And you've told me what God has done. Do you know that was do you know what we call rema word? Something can come na you are here wakati. Unaelewa? So at that particular time, that was by the grace of God. He revealed it to me that I should do that. It was for that time. Sio kutumia every time. Unaelewa? Because the moment you start using anointing, you replace God with the oil. Na ukumbuke Mungu anataka kuenusia naye. Unaelewa? So that was not for you to give him ati ndiye apate kazi. Anointing haikufanya ukapata kazi. It is God. The other thing is this. You know, Bible, unajua Biblia inatufunza that if you're married as a wife, your character should make your husband apende Mungu zaidi. Tunaelewana? Now you see, this is somebody who loved you.
na unaona anapitia mambo mengi sana, he's struggling, he doesn't have a job. I know that you're a good giver, unapenda sana kupeana kwa kazi ya Mungu, na ninajua unapeana kwa sababu you know what God has done. But you also have to understand that church inaanzia wapi? Nyumbani. So you see, you know the potential your husband has. He came to my office, we spoke wakati kazi iliisha. Yes. So my expectation was for you to support him. As a matter of fact, let me say this. I don't think, you see, thank you so much. This is actually good for the church. But I think you people need this more than the church. You understand? No, Sister Rebecca, you don't need to worry. I'm sure, Brother Joseph, I'm sure that you have so many ideas. Tulikuwa tumeongea last time za biashara, and I'm sure you can do something. So mimi sidhani kama as a church we need this. So my thinking would be, you can sit down with your husband and probably remember this. Okay, mnapendana, your money ni yake, his money ni yako. Unakumbuka akiwa kazi, si alikuwa na kusupport? You remember when you told me alikuwa amekupatia ATM mpaka na pin? Yes. Men don't do that. Your husband really loves you. So I want to encourage you to make sure that you become a true believer first in your home. Then sisi tunaweza ona. Bwanako akiona your character, atapenda Mungu zaidi. I know you've told me that mtu kama hafanyi kazi na asikule, si ndio? Unajua kuna mtu ambaye hafanyi kazi kwa sababu kazi iko amekataa. That is a lazy person. But now for the sake of your husband, si unajua kazi iliisha. Wakati alikuwa na kazi, alikuwa na provide. So mlisema aje pale kwa madhabahu? Till death do us. In bad times and in good times you shall be together. So I want you to be together as a family. Sasa Pastor, nimesikia na nimegundua makosa yangu ya kwamba nilikuwa naenda zaidi na simtii mume wangu. Pia nilifurahisha kanisa sana kuliko vile ningefurahisha ama ningetenda vyema katika nyumba yangu na ndoa yangu. Nilimwacha mume wangu bila pesa wakati mwingine. Nikachukua zote Pastor, nikaleta church. Pastor, mimi nimeomba msamaha. You can talk to him. He's here. Jose, mimi naomba tu nisamehe. Najua nimekufanyia vitu mingi. Nimekuambia mambo mazito kwa sababu ya hali yako ya kukosa kazi. Na mimi naomba tu nisamehe. Kuanzia leo nitakusupport kwa wewe kutafuta kazi na kupata, ama kuanzisha chochote ambacho ungetaka. Joseph, please. Please, Joseph, forgive me. Please. Please, Joseph. Najua nilikutukana, nikakunyima pesa. Please, Joseph. Please, Joseph, nisamehe, please. Sitarudia tena. Nitakusupport. Nitakuombea. Na kila pesa ambayo tutakuwa napata, tutakuwa tunashare pamoja. Please, Jose, find in your heart to forgive me. Please. Wow. We bless the Lord. And allow me to pray for you. God is so faithful, and God will come through for you. Namuamini tu. Okay? Father, in the name of Jesus, we thank you.
leo mapema. Hata nimekuwa surprised kukuona. Hii si time yako ya kuingia ya kwenda huko. Unajua leo siko ushirika. Sasa hata uingie. Unakaa kwa mlango. Sitaki kuingia imagine. Sasa nikupitia zimesikia nikupitia nilikuwa napitia. Nilikuwa naelekea home. Hataki kukaa hapa na mimi. Leo walikuwa nasema wanaweza kuja kwetu. So nilikuwa nataka niende niwatengenezee something kidogo. Nasema nikuwe pale. Job imekuwaje? Nimekuwa huko kwetu. Makazi tunajua ni tunaenda kufunga mwaka so pressure iko mingi. Akasi hapa hivi. Tuko tu. Kanjo but Mungu anasaidia. Utalipa ile license? Nililipa. Wewe. Ulikuwa umeniambia asubuhi tunaenda kulipa. Nililipa asubuhi. Ndio nikafungua hata sikuingia kazi. Nilienda kwanza nikalipa ndio nikafungua. Ndio nimekupata umezuba. Kwani uko njaa sana? Ama umekuwa busy? By the way, jana nilipita nikaona pale pana mianya. So today ni nini imeendelea? Kulikuwa na spaces huku juu. Ni stock ilikuja. Ila yenye nilikuwa nimekuambia imehang. Lakini ilireleasiwa ikakuja ndio maana nimeweka hivi hapa. Ndio maana unakaa umechoka. Ni Mungu unajua kwa hivyo kwa pote vitu zikikaa huko vinaleta shida. Si unajua nakwambia vitu za watu zilikwama huko. Actually hizi spaces zenye unasema kuna this hotel ilifunguliwa. They wanted more screens, hawakuwa na screens za kutosha. So wakaniitisha some screens nikawapelekea. Na hivyo ndio nilipata pesa kuongeza hii stock. Na by the hata nilipata profit. Na hata kile pesa yako ile pesa alikuwa amenipatia. Pesa gani? Sina yenye pesa nilipea. Ile itake si nishapata profit. So naweza rudisha. Hapana, usinirudishie. Si kuna ile project yetu yenye tulikuwa tunajenga. Si uendeleze ukitumia zile pesa please. Are you serious? Usinirudishie mimi. For now tulianza upya tena ni kushikiliana na kusapotiana. Vile unasema ulifikiria nitakuitisha? No, for now ni kushikiliana, kusapotiana na mimi nataka kuensure ya kwamba hakuna sasa achipisa za mtu na mtu. Ni mtu akikoma tunainuana sisi wote pamoja kama familia. Ndio. Mimi nitafurahia nikiona hii duka yetu imejaa, at least baka tunapanua, tunaweka hadi upstairs. Watatusaidia kupanua. Ndio nilikuwa nafikiria aje nini screens zikuwe zinakaa juu alafu sasa hapa tukakitu na speakers peke yake. And then later tunaweza ongeza phones. Ndio. Haina shida. Tutaongea more kwa home. Unajua nachelewa baby wewe tu shirika ananingojea. Waenda wasimame huko kwa gate. Fanyaje? Ukiendaga hata kutumia. Pesa hata unaweza kutengenezea kitu. Ni sawa, ina shida. Pia transport. Ndio. Sawa. Okay. Sawa. Alafu na uweke na kwa Jua napenda kukutuma pesa fulani sana. Siku hizi umeomoka sasa. Sawa. Bye, see you later. Bye bye.